kuwa wakishapata fedha, tunawashauri sana waende wakazitumie kwa matumizi yaliyokusudiwa, yaani malengo yale. Kama uliomba kwa ajili ya kwenda kulima, basi ukafanya shughuli ya kulima ili uweze kurudisha mkopo. Tofauti na hapo, mara nyingi tunapata changamoto kwamba mtu anapewa mkopo kwa ajili ya shughuli ya uzalishaji, anaenda kutumia kwenye shughuli nyingine ambazo hazina tija. Mwisho wa siku wakishindwa kulipa, sasa inakuwa ni changamoto sisi na wao kufuatiliana kwa ajili ya kulipa madeni. Tutakuwa marafiki kwenye kupeana, lakini hatutakuwa marafiki pale ambapo nyinyi hamtarejesha mkopo. Tutafuatilia kwa gharama yoyote kuhakikisha kwamba unarudi ili na wengine wapate. Hususan ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amesisitiza kabisa kwamba 30% yanayofanyika kwenye manunuzi yote, halmashauri zihakikishe vikundi ambao ni wanufaika wa 10% wapewe kipaumbele. Maanake kupewa kipaumbele ni jambo moja, lakini tunataka nao wasitumie hiyo fursa vibaya, kwamba kwa sababu sasa sheria ya manunuzi imeelekeza 30% itolewe kwa wanufaika wa mikopo ya 10%. Sasa wakaombe kazi hizo kwa bei ambazo ni kubwa, wazingatie bei halisi ya bidhaa ambayo anataka kutoa ili aweze kupewa consideration. Na sisi hilo tutalisimamia, na mkurugenzi atahakikisha kwamba alizingatia hiyo na kupitia vikao vyake, na hilo tutakuwa tunafuatilia kila mwisho wa mwaka kuangalia ni asilimia ngapi ya wale wanufaika wa mikopo ya 10% wameweza kupewa shughuli ambazo zinafanyika halmashauri zile ambazo zinahusiana na masuala ya manunuzi, kwa sababu hiyo ni kwa mujibu wa sheria ya manunuzi ya nchi yetu. Asante. Kwa majina naitwa Kennedy Stefano, ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana fundi seremala, tunatokea Ungumarwa. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia manufaa ya mikopo. Sisi tumekuwa wanufaika wakubwa wa mikopo hii. Hii sasa tunaenda ni awamu ya 3 katika mkopo huu. Kwa hiyo kikundi chetu tunajihusisha sana na masuala ya ufundi na utengenezaji wa furniture, utengenezaji wa aluminium pamoja na uchomeleaji. Kwa hiyo tunashukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutupatia mikopo hii. Tumekuwa na mafanikio ambayo tunashukuru serikali. Kwa sasa tumepiga hatua, tumeanzisha umoja wa vijana ambao wanaoweza kujisajili na kuwa mafundi kwa sasa. Kwa hiyo tunategemea kama tutapata mafanikio, tutapata mkopo huu wa awamu nyingine, tutaweza kufungua chuo ambacho cha kuweza kuwasaidia vijana kutokana na fedha hizi ambazo vijana wataweza kujiajiri. Tutawafundisha ufundi kwa ajili ya mafanikio yao, kwa sababu soko la ajira kwa sasa hivi ni gumu. Kwa hiyo vijana wengi wanapaswa kujiajiri kama wao. Kwa hiyo tunachoshukuru ni kwamba vijana tutaenda kuwafundisha ufundi wa utengenezaji furniture, utengenezaji wa aluminium pamoja na uchomeleaji welding. Mimi naitwa Latifa Faustine Po, natokea kata ya Malya, wilaya ya Kwimba. Mimi ni mnufaika wa mikopo hii ya 10% halmashauri ya wilaya ya Kwimba, lakini pia mimi nimekuwa mnufaika kwa mara ya pili. Mwaka 2025 niliweza kunufaika kwa mkopo huu kwenye upande wa watu wenye ulemavu. Kwenye ile 2% niliweza kuchukua na nikafungua duka la hardware. Duka hilo liliweza kuajili vijana 3 ambao nafanya nao kazi. Nimeweza kufanya marejesho ndani ya miezi 7. Nikaweza kumaliza marejesho yangu, lakini baada ya hapo nikawa tena nimevutiwa kuomba mkopo Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kurejesha mikopo hii, kwani sisi watu wenye ulemavu tunaweza kunufaika. Imeweza kutufikisha hatua moja mpaka hatua nyingine, lakini pia tumeweza kujiona wote tuna thamani moja, wote wa muhimu
kule kutengwa, kule kuona kwamba wewe ni mlemavu, huna thamani, hicho kitu hakipo. Kwa maana sasa nasimama, najisimamia, na yani tuseme naweza pia kuajiri vijana, kitu ambacho kinanipa moyo, kinanipa hamasa sana na nakuwa jasiri sana. Nimeweza kuwashauri kwamba wanachokifanya si sahihi, na ndio maana wanaweza kufeli malengo yao, na ndio maana wanashindwa kufanya marejesho kwa wakati na kushindwa kabisa, kwamba kila ambacho wamenuia kwa ajili ya kufanya maendeleo, basi hicho ndio wasimame nacho, na hiyo itawasaidia kutoka hatua moja